Baada ya kutoka nje nikaona mhudumu ndo ananigongea. Nilipotoka akaniambia, "Dada, mbona hautulii? Una shida gani? Kama una changamoto yoyote, hebu omba tukusaidie. Kwa maana unapita pita hapa kila mara, tukuelewe hapa reception unapita kila mara na chumba ni cha kwako. Bado unafika mlangoni tena unaanza kugonga." Sikuwa na cha kumjibu mhudumu. Nilimwambia tu, "Dada, samahani, naomba unisamehe." Akaniambia tena, "Kama una shida yoyote ni bora ukaomba msaada. Kuliko hivyo unakuwa unazunguka haileti picha nzuri. Watu wapo kwenye vyumba vyao wamelala, wewe unakuja chumbani kwako, mlangoni kwako bado unaanza kugonga mlango kwa nguvu, unapigia watu kelele." Nikawa natamani kumuelezea yule mhudumu kwamba aliyekuwa anagonga mlango sio mimi, ni mimi mwingine, lakini nikawa nashindwa. Ikabidi nirudi ndani. Niliporudi ndani simu yangu tena ikaita. Mimi tena nikajipigia. Nikaja nikapokea. Nikamwambia, "Kwani wewe ni nani? Na kwa nini unajificha ficha? Wewe ni nani?" Akaniambia, "Mimi sijifichi. Mimi ni wewe. Kwa nini nijifiche wakati unaniona? Kwa kuwa hautaki kunifungulia? Haya, basi sawa, mimi ngoja niondoke." Mimi naondoka. "Lakini kesho asubuhi tutakutana." Haya. Akawa kweli ule mtu pale kwa dirishani nikawa simuoni tena, akawa ameondoka. Sikupata usingizi guys. Yaani usingizi ulikosekana kabisa. Nikawa nimetulia pale kama kwenye saa 10 hivi ndio usingizi ukawa unanipitia pitia. Nimefika saa 1 simu yangu ikawa inaita sana. Inaita kuangalia ni mimi. Nilipopokea ananiambia, "Mbona umelala mpaka saa hizi? Utakuta foleni. Amka twende tukachukue cheti." Mimi najiambia mimi hapa. Nikakata ile simu haraka. Nikaja nikamtumia message, nikatoa message kwa namba yangu. "Acha kunisumbua. Kwa nini unanisumbua? Una shida gani kwenye maisha yangu?" Lakini ile message haikuenda. Ikaja pale pale kwenye namba yangu kwa chini. Kama vile ambapo mtu huaga anajitumia message yeye mwenyewe. Mimi nikaamka pale nikaoga, nilipomaliza kuoga, nikajiandaa, nikatoka nje. Nilipotoka nje nikaita boda. Nikamwambia boda mpaka Udom, kuna sehemu nilipokuwa naenda panaitwa Chimwaga. Mpaka Chimwaga shilingi ngapi? Akaniambia mpaka Chimwaga kutoka hapa ni 4,000. Nikamwambia sawa twende. Akaniambia lakini wawili sibebi 4,000, wawili mtanipa 6,000. Nikamwambia hapana, mimi nipo peke yangu. Akaniambia huyo mwezio aende. Nikamwambia mwenzangu, mbona mimi niko mwenyewe? Akaniambia, "Dada, usiletee uoni wako hapa. Mpo wawili, upo na huyo mwezio, mmefanana. Yeye ni mapacha au ni ndugu?" Kawa sina cha kuongea. Mimi nikapanda pikipiki, nikamwambia, "Kaka vipi huyo?" Nikapanda boda. Nilipopanda boda, kweli tumefika mpaka nilipokuwa naelekea, nikawa nimeshuka. Niliposhuka na nafungua pochi nimpe boda nauli, nakuta boda ameosha pikipiki ameondoka. Boda ameosha pikipiki alipoondoka, nikajikuta mimi nimesimama mbele ya geti kule, naingia. Naongea na mlinzi wa pale, naingia. Mimi nipo, lakini nilikuwa nataka nimlipe boda, lakini nimeshajiona, oh my god. Yaani nimejiona tena mimi kwa nyuma, yani nipo kule. Baada ya kukonsentrate sana kuangalia, nikajigeukia hivi, alafu nikatabasamu. Nguo anazovaa mimi huwa sina, lakini kila kitu ni changu. Akawa amepita pale, ameenda tena mbele, ameelekea huko ambako alikoelekezwa. Na mimi nikafika pale, mlinzi akashangaa. Akaniambia, "Wewe, yaani kuna mapacha mnajua kufanana. Mwenzio ameingia hapa sasa hivi mmefanana." Nikamwambia mlinzi, "Mimi sina pacha, yani mimi nipo peke yangu." Akawa ananiambia, "Mmekuja wote, mmeshuka wote kwenye pikipiki. Unasema huna pacha yako au mmegombana ndio maana unamkataa?" Sikuwa na cha kusema. Nikauliza tu anagawa wapi vyeti, nikaenda mpaka kule juu. Nimefika kule juu, kuna yale madirisha ya kwanza kwenda unakabidhi transcript na kitambulisho na subiri cheti. Nimefika pale, ananiambia, "Vipi, umeshaenda kuchukua hiyo transcript?" Nikamwambia, "Nimeenda kuchukua, mimi hapa ndo nilishakuja. Sio nimekuja saa hizi." Ananiambia, Akawa ananifukia sasa yule anaitwa vyeti, yule ni mbaba alikuwa. Ananiambia, "Unatupotezea muda. Unakuja pale bila transcript. Sasa nakuuliza ile transcript umeleta, unasema hujafika. Wewe ulikuja hapo ulikuwa umevaa gauni." Sikuwa na cha kusema kwa sababu nilikuwa najua tayari nini kipo. Nikatoa vile vitu nilivyotakiwa kutoa. Baada ya kutoa nikapewa cheti yao. Baada ya kupewa cheti, ile ofisi ni ya ghorofa. Nikajiona mimi
napanda ngazi. Yaani nishachukua cheti nimeweka kwenye bahasha, nimeweka kwenye begi. Nikajiona tena mimi napanda ngazi naenda floor ya juu. Nikasema sio sawa. Ngoja nijifuatilie. Nikaenda. Mimi nikawa nazidi kupanda ngazi. Mimi mnayeniona hapa nipo nyuma, mimi yule mwingine yupo mbele yangu. Nikawa namfuata. Nimemfuata mpaka juu kabisa huko alipokuwa anaelekea. Alipofika huko akawa amesimama dirishani, amenipa mimi mgongo. Kwa hiyo mimi naona nyuma yake. Nikapiga hatua, nikamwacha umbali kama sentimita 20 hivi, mbali kidogo. Nikamuita. Nikamwambia dada, samahani. Akawa amegeuka polepole, amegeuka na niangalia huko anatabasamu. Nikamwambia, inawezekana vipi duniani mtu mmoja akawa watu wawili? Yaani hata alichokuwa naongea mwenyewe nilikuwa sikijui. Akaja akacheka sema, akaniambia mimi naitwa Teddy. Akanitajia tarehe, mwezi na mwaka kuzaliwa, vyote ni vya kwangu. Akanitajia jina la mama yake, ndio hilo jina la mama yangu. Yaani kuna vitu akanielezea ni vya kwangu mimi. Nikamwambia, sasa mimi ni nani na wewe ni nani? Akaniambia, mimi ni wewe na wewe ni mimi. Nikamwambia, kivipi? Akaniambia, unataka kujua? Nikamwambia ndio, nataka kujua. Inawezekana vipi mtu mmoja akawa watu wawili, tena kwenye mazingira kama haya? Mimi akawa anapiga hatua ananifuata. Anapiga hatua ananifuata. Mpaka imebaki kidogo nikutie. Baada ya kunikaribia kidogo kunikaribia, nikawa nanyosha mkono kumgusa, lakini mkono wangu kawa haugusi mtu. Namuona lakini siwezi kumgusa. Yupo mbele yangu lakini siwezi kumgusa. Nikiwa naendelea kutaka kumgusa, akatokea Suma, wale walinzi, akaniita, dada, huko hauruhusiwi kupanda. Mnafanya nini na wewe mwenzio? Mshukeni. Itabidi mimi nishuke. Nikashuka. Hapo nikawa nafanya utaratibu wa kupata gari nirudi Dar. Maana cheti nilienda juzi, cheti nikakipata, yani nilienda juzi yake, alafu cheti nikakipata siku ya pili yake. Na siku hiyo nikaplani kurudi Dar. Lakini kabla sijarudi Dar, ilikuwa ni mapema. Yani cheti nikipata mapema. Kama kwenye saa 4 hivi. Kwa hiyo nilikuwa na option ya kupanda gari la saa 5, saa 6. Lakini kabla sijapanda hilo gari, yule mimi akanipigia simu. Akaniambia usipande basi. Akaniambia sijisikii kupanda basi. Naomba tupande private. Nikamwambia inakuwaje hiyo? Inawezekana vipi? Akaniambia nakuomba Teddy, tusipande basi, tupande private. Nikamuuliza, wewe ni kama nani? Na ni kwa nini unaongea hivi? Akaniambia, Teddy, mimi sitaki kufa. Tupande private, tusipande basi. Ndio akawa ananiambia tusipande basi, tupande private. Kila mara ananipigia simu ananiambia tusipande basi, tupande private. Kila basi lilokuwa linafika pale, linalotoka Dodoma kwenda Dar, nikitaka kukata tiketi niondoke, wananikataa. Yaani dereva ananikataa. Ananiambia nimebaki seat ya mtu mmoja, afu nyie mpo watu wawili. Namwambia hapana, mimi niko peke yangu. Wanaona kama nimechanganyikiwa. Imefika mpaka saa 9, kuanzia saa 4 mimi nimekaa pale CBE, basi kibao zinaondoka, lakini hakuna basi hata moja lililokubali kunichukua kunibeba. Mabasi yote yakawa yananipita, yananiacha. Nikiwa nimekaa pale stendi, naangalia ni jinsi gani nitapata usafiri wa kurudi Dar. Akaja mimi akakaa pembeni yangu. Akaniambia, kuna roho ya mauti inataka kukutumia. Endapo utapanda basi, hilo basi litapata ajali. Na kila mtu kwenye basi hilo atapoteza maisha isipokuwa wewe. Yaani wewe ndio utakuwa umeua. Wewe ndio utakuwa umefanya hayo mauaji.
kuna roho ya mauti imekuvaa. Akaniambia, mimi ni wewe kabisa, na nipo hapa sio kwa nia mbaya wala sio kwa nia ovu, ila nia yangu nimekuja kukusaidia. Safari yako ya Dar kuja Dodoma haikuwa safari ya kawaida. Kuna mambo mawili ambayo yangetokea. Kama sio kufa wewe, basi kufa abiria ambao umepanda nao gari moja. Akaniambia, kama bila mimi, gari yoyote ambayo ungepanda ingepata ajali na kila mtu kwenye gari hilo angekufa, wewe ungebaki, au wewe ungekufa na watu wengine wangebaki. Kama unakumbuka vizuri, ulipofika tu Dodoma uliumwa sana na kichwa. Hiyo ndio ikakupelekea kutafuta chumba haraka kupumzika, lakini hayakuwa maumivu ya kawaida. Na hata ule usiku nilipokuwa nakugongea ufungue mlango, haujafungua. Ulifanya jambo zuri sana. Walikuwa wananisukuma nikugongee ufungue mlango ili wapate nafasi ya kukuingia na kukusababishia wewe madhara. Nilikuwa siwezi kuzuia hilo, lakini nashukuru sana haukunifungulia mlango. Nilikuwa natumia sauti ya huruma, nilikuwa natumia vilio, nilikuwa natumia kila kitu chako ili nikuaminishe. Kwa hiyo mimi kazi yangu ya kukulinda imeisha. Nikamuuliza, umekuja kunisaidia, umetoka wapi na nani amekutuma? Hakujibu. Akacheka kisha akasimama. Aliposimama akawa anapiga hatua kurudi nyuma. Akaniambia, kuna gari itakuja hapa Noah nyeusi. Nilipia nauli kwenye hiyo gari uondoke private. Usipande basi. Akaja akapotea akaondoka. Haikuchukua muda ikaja kweli Noah nyeusi. Wale wapiga debe wakawa wanatangaza nauli nini, nikalipia kwa ile Noah nyeusi, nikapanda. Nilipopanda nikamwona yule mimi yule amesimama pembeni anatabasamu, alafu akanipungia mkono kuniaga. Kuanzia pale zile calls za mimi kujipigia mimi hazikuwepo tena kwenye simu yangu, zile picha alizotuma hazikuwepo tena kwenye simu yangu, zile message alizonitumia hazikuwepo tena kwenye simu yangu. Ni kweli nikasafiri salama kutoka Dodoma mpaka nilifika Dar es Salaam jana usiku. Hivyo ndo nilipokutana na mimi.